ambaye tuliumbwa na Mungu. Na tukaambiwa hii watu ni wa Ukambani. Kaambiwa wengine sasa nyinyi ni Mungu aliumba, nyinyi mtakaa Mombasa. Mtapenda Mombasa, mtakuwa mkikula nini? Ingawa hata kama mko Mombasa, mko some tribes mingi ile mko naye huko, mko na makabila tofauti, misemo mazungumzo ni tofauti. The same ukisema Ukambani, waliumbwa wakae Ukambani na Mungu akawapa huko. Wale wako Central wakapewa na Mungu wakae huko, na watakuwa akifuga nini, na watakuwa akikaaje, watakuwa akiongea lugha gani. Ikateremka ikaenda mpaka Samburu, ikaenda sehemu zingine mpaka Lodwar, ikaenda mpaka Pokot, ikaenda mpaka Keyo, ikaenda Kitale, ikaenda Eldoret, ikakuja Kericho, Nandi, Kakamega, Bungoma. All these things were created by God. First, wakati tunapigana na tunakosana kwa sababu ya ukabila, tujue najaribu kukosoa Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye alituumba kwa njia hiyo. Na mimi nimeona tukienda kwa jukwaa tunazungumza sana mambo ya ukabila sana. Na kulaumu kabila hii, kabila hii, kabila hii kwa unafiki. Hatutaki kutaja jina, lakini tunataja watu kwa unafiki. Kwa unafiki, kwa unafiki. Watu wamejua kutabiri yale mambo yanazungumzwa na yale mambo yanaendelea. And according to me, hatujengi Kenya, sasa ni kubomoa, tunabomoa. Yale mambo tuko naye hapa ni mambo nyeti mengi sana tunahitaji kuangalia. Lakini hatuwezi kuwa kwa platform tukienda ni kuongeza moto. Kuliko kupoeza moto ni kuhakisha moto zaidi. It is unfortunate. Kuna watu waone ati kuna kesho. Kuna watu waone ati siku moja tutakuwa mbinguni. Kuna siku moja watu haelewi uongozi huu uko wapi na tunaenda wapi. Tunaweka mambo yote ile ya muhimu kuzungumzia mambo ya employment, mambo ya Gen Zs, hawana kazi, how can we create job? Tutaweza kufanya mnai kwa Gen Z, wanatoka milioni kadhaa every year. Wale wanatoka university. Ni nani wanasomesha hawa watoto? Ni sisi wazazi wana Kenya. Tunasomesha kwa sababu gani ya future? Then automatically we need to know wakati hawa watoto wakitoka university hawana pahali ya kwenda is a problem. Na ndio imefika sasa, umeona imeanza kuwa sasa they are going head on kwa sababu hakuna employment. Tukienda kwa jukwaa kuliko kuzungumza mambo hayo ya employment, tunaenda kwa kifua. Wengine tutakaa miaka ngapi kwa uongozi? Wengine hawa nyinyi mgoje. Wengine nyinyi wanatukanwa namna hii. Tunaenda kufika mpaka kutafuta kuliko kutafuta employment, tunaenda kutafuta Mungiki. Hata wakuje wa paralyze. Why do you use criminals? Why do we use criminals if we need peace of this country? Why do you want people wawane kwa nchi moja tukipigania uongozi? What is it for? Hakuna maana. Ninaona tukienda kwa mkutano wanataka sana wakuwe pahali rais yako kwa mkutano. Ndio waonekana wakiwa hero, waonekana wakitetea mkubwa, na hao ndio wanamaliza mkubwa. And nimesema several times, Your Excellency, the surrounding people, they will mess you. There will be a big problem in this country. And one day, it's going to affect Kenya, and it's going also to affect you. And all of us, we are going to be in the problem. Kwa sababu wanataka wakuje mbele yako, wazungumuze mambo, kuliko wao wanakuja kwa agenda zako, za development, what you are doing in this area, which is good. Unasema hii itafanywa hapa, hii nafanya hapa, which is very good. Lakini kama hujasema, wale wanakuja mbele yako kwa matusi, ndio wengi. Sasa hata ukileta mambo mazuri na project, it will not have any value.
Wacha nikukumbushe siku moja niliambia Moi, when I was chairman of KANU, alitaka sana niwe na mtindo wa kutukana watu wa milima sana, Kibaki na kutukana Jenga Karume. Alipenda sana. Mimi nikiwa kijana nikamwambia, mimi ni kijana mdogo, even if I'm the chairman of KANU, but let me tell you, I know people ya milima. Ukienda ukuta yeye mgonjwa kabisa karibu kukufa, na una dawa ya kuponesha ugonjwa yake, na umutukane na umwambie mambo haya yote, utamwambia kama ile ilizungumzwa na mjumbe huyu wa Garissa, kunywa hii dawa, ama ukue kama nini ya mama yako, sijui ukue nini. Mkikuyu atasema wacha nife, sitakunywa hiyo dawa. Na Moi akaniambia umesema kweli, because mimi nazungumzaga ukweli. Ndio alienda akatafuta Kihika Kimani. I'm saying the history and your excellency, you know this. Na watu wa Kenya wanajua hii nikisema what I'm saying. Katafuta Kihika Kimani. Niko chairman ya KANU, Kihika ni wa DP, lakini kwa sababu ni mtu wa kutaka pesa, alikuwa anapenda pesa sana Kihika, akakuwa engaged. Sikizeni sana. Mimi nikakataa matusi. Kihika akakuwa engaged na yako DP na mimi niko KANU. Akuwe ni kama yeye anaongoza mikutano ya KANU. Kazi yake ilikuwa kutukana Jenga Karume, kutukana Kibaki na watu wa Central. It is in the clip. I'll get you the clip.